nawahakikishia nyinyi tukiwa na Kalonzo Musyoka, tukiunda serikali within 6 months, wale wote wa Kipsigis walifukuzwa Mau Forest, tutawapatia compensation waanze maisha yao. Sio ni sawa sawa? Na hii college ya ICT hapa, nyinyi ndio wataalamu ya mambo ya mtandao. Ile mliahidiwa sisi tutakuja kufanya, si ndio? Lakini kwa sababu tunaenda safari, tutapanga tukuje hapa tuongee na nyinyi maneno ya ndani. Mnanikaribisha? Mnanikaribisha? Na mimi nawapenda, na mimi nataka nihakikishie nyinyi serikali tutaunda, Wakalenjin watakuwa ndani yake. Hakuna mtu atatenga jamii ya Wakalenjin kwa sababu nyinyi wa Kenya kama watu wengine. Hapa SHA inafanya kazi. Inafanya kazi. Grade 10 watoto wako kwa nyumbani. Nyinyi Wakale mnaumia kama Wakenya wengine. Payslip imekuwa invaded. Wafanyikazi Wakalenjin, Wakikuyu, Wakamba, Wajaluo, Waluya, Mijikenda wote wanaumia. Sasa nyinyi mtaendelea kumia mmenyamaza. Wabunge wenu wanaogopa kuongea. Senator anaogopa kuongea, anaogopa rais. Sasa kuanzia sasa mimi ndio mtetezi ya Wakipsigis, hasa wale wako hapa kwa sababu mnaumia. Harambee! Aende asiende? Wacha nione wale wanasema aende. Haya, wacha kiongozi wetu hapa amsalimie kwa kifupi ndio tuelekee. Kiongozi. Molote hoye. Nikikupa Wiper, mimi ni mtu wa Wiper, sio? Utanipa komboa Kenya. Ni wakati ya sisi zote tukomboe nchi yetu. Wiper. Nikisema harambee, kwa sababu Molote ni Kenya, ama sivyo? Mimi nikiwa hapa kwa Wakalenjin niko nyumbani. Kwanza Chemgei, asante. Hata mzee Justus Ole Tipis akiwa waziri nilikuwa naenda nyumbani kumsalimia. Kumbukeni miaka yote mimi na mzee Moi tunashikana, si kweli? Hata kuna jamaa moja hapa alikuwa anataka senator, mnamuita Chemabich. Anaitwa nani? Unamkumbuka? Kwa hivyo basi tumewaletea salamu nyingi. Tunaona mnamvua kiasi, lakini vile Rigijia amesema nyinyi ni wa Kenya kama wa Kenya wenzenu. Na kwa hivyo mkiona vile mwelekeo wa Kenya ulivyo, msiwachwe nyuma, kwa sababu naambiwa nyinyi ni watu wa nyumbani. Hakuna mtu ambaye haumii Kenya hii. Watoto hawaendi grade 10 wote. Na mimi nikiwa waziri wa elimu nilimpatia kazi Professor the late Dr. David Koech, akaunda muundo mpya wa elimu ambao tuliita TICET, na kulikuwa na utaalamu mkubwa kabisa. Hii ya Ruto alikimbiza mbio ikaleta shida kwa upande wa education, imeleta shida kwa upande wa SHA matibabu. Kwa hivyo sisi tukichukua mamlaka next year, nyinyi msiwachwe nyuma. Wangapi watakuwa tayari kuwa mstari wa mbele kama Wakenya wengine? Weka hapa nisikie kama ni one term Kipsigis. Kwanza wa Kipsigis nyinyi hamuogopi, si unajua hivyo? Hata walikuwa wanasema wa Kipsigis ni wengi for nothing. Lakini wingi sasa ndio itapindua hesabu ya Kenya. Wa Kipsigis wawe mstari wa mbele kukataa serikali na uongozi ambao unaumiza kila mwananchi. Kenya ni moja, na kwa hivyo tumekuja tukielekea Kisii na kule kwingine. Hata tutaenda Kapkatet. Mko tayari kwenda Kapkatet? Kwa sababu uamuzi wa Kipsigis unatolewa Kapkatet. Na kuna mheshimiwa Tere na wengine wanasema tuende kule na tutarudi nyuma. Mungu abariki sana, asante kabisa. Kongoi sana. Ngoja mheshimiwa Eugene Wamalwa kutoka Ingo, si ndio? Watu wa Mlota Mgeitugu Mlembe. Mnajua hiyo pia? Mjipigia makofi basi. Sisi tunaelekea Kisii na Nyamira, tuna mikutano huko leo na kesho. Lakini tumesema hatuwezi pita hapa Mlota, hatuwezi pita Bomet bila kusalimia ndugu zetu wa Mlota na Bomet. Umetukaribisha?
Sisi tutaka tuambie watu wa eneo hili, Mulot, Bomet, hapa ni Kenya. Rais mstaafu Moi alikuwa anasema siasa mbaya, maisha mbaya. Leo nataka niwaambie sera mbaya, maisha mbaya. Tukiwa na sera nzuri, haijalishi wewe ni wa jamii gani, wewe ni wa dini gani, wewe ni ya chama gani. Wakati tumekuwa na Mwai Kibaki alisema tuwe na free primary education, masomo yakiwa ya bure. Uwe mtoto Mkalenjin, Mkisii, Mkikuyu, Muluya, unasoma bure. Sisi na Uhuru Kenyatta tulikuwa na ile mambo inaitwa Linda Mama. Uwe hapa Mulot, uwe Bomet, uwe Kisii, uwe Kitale, bibi yako akizaa, yeye anazaa bure. Wewe uwe mwana bodaboda, uwe mwalimu, uwe polisi, ni serikali inasimamia. Mnakumbuka hiyo? Linda Mama ilikuwa inalinda wamama wote. Lakini wenzetu walipoingia wakabadilisha sera, wakatoa Linda Mama, wakatoa ile Edu Afya. Watoto wenu walikuwa wakigonjeka shuleni tukiwa na Uhuru Kenyatta. Ilikuwa wewe mtoto anatibiwa, unaambiwa tu mzazi, mtoto alikuwa na shida kidogo, ametibiwa, wako sawa. Wenzetu wametoa Edu Afya, wametoa Linda Mama, wameleta kitu inaitwa sha she shi sho. Sisi tumesema mwaka ujao, mkituona na huyu Rigidi na huyu Kalonzo, mkitupa heshima kurudi serikalini, tunataka executive order number 1 kutoa hiyo sha, turudishe Linda Mama, ilinde mama wetu wote. Tuko pamoja? Sasa hayo ndio baadhi ya mambo tunasema tutarudi tena tuwatembelee, na tuko na uhuru wa kutembea popote taifa hili. Tuuze sera zetu hapa Mulot, kule Bomet kama watu wa one term. Watu wa two term wakuje Kitale, waende Kisii, waende Bungoma, wauze sera zao. Because we live in a free country where there's freedom of movement, freedom of expression. Na Kisi leo tunaenda kuuza sera zetu. Mnakubali turudi tena tuwatembelee? Tuje Kapkatetwe na mkutano mkubwa, tuongee na jamii ya Kipsigis, jamii ya Wakalenjin, sababu maisha yakiwa magumu, gharama ikipanda juu, mafuta ikipanda, nauli ikipanda, inatupandia sisi wote. Nina rafiki yangu anaitwa Kipkorir, nilimuuliza nikamwambia, wewe unaona mambo yako sawa? Akasema, Wamalwa, ukale si ugali bwana. Bei ya ugali ikipanda inapandia hata mkale pia. Kwani si kweli? Asante, Mungu awabariki kutukaribisha. Asante, tumekubaliana watu wetu. Si mimi ndio nisaidia William Ruto akuwe rais. Ni mimi, si mimi. Ni watu ya mlima, si watu ya mlima. Akatutenga, akatusaliti. Akasema hana haja na sisi. Sasa sisi tumeamua vile tulimsaidia, tutapeleka yeye nyumbani. Si ndio? Mimi nilimuuliza hii Wakale, walikupigia kura watakula siku gani? Anasema yeye kama Ruto amekula, Murkomen amekula, Faruk na Sudi, ati Wakale wote wamekula. Kuna kitu kumekula nyinyi? Si mnaumia kama Wakenya wengine? Yeye pale State House amefungulia watu ya mlima. Wakienda huko kila mtu 10,000. Waluya wamejaa hapo, Wajaluo wamejaa pale. Nyinyi kuna siku mmeitwa pale Ikulu? Nyinyi mkipata pesa mnaweza kujikuna? Ni ubaguzi, si ubaguzi? Unajua yeye anachukua nyinyi for granted, ati kwa sababu nyinyi ni jamii yake mtampigia kura bila kufanyiwa kazi. Sasa yeye anaita watu, anawapatia pesa. Hii pesa imeibiwa. Kama wengine wanapewa na ni ya kuibiwa, hata nyinyi wakipigisi simupewe. Iko makosa? Siku wake ni hapa Kirigori, simutakatia hapa, aite nyinyi pia mpatie ile pesa anapatia watu wengine. Mimi lazima nitetee nyinyi. Simulimpigia kura? Mimi nitakuja tuongee maneno. Mnataka nikuje? Tutangaze mkutano? Mtatengeneza muziki? Mtapaka maziwa? Mimi nawapenda sana watu ya Mulot, nyinyi ni wangwana na mtakuwa na sisi kwa serikali mpya. Na msikuwe na wasiwasi, mtu asidanganye nyinyi ati mtatengwa. Nyinyi ni Wakenya wenzetu na nyinyi ni watu wangwana na mimi namuelewa, na tutahusisha nyinyi kikamilifu. Na mimi nataka muingie chama cha DCP. Mtaingia DCP? Wacha nione watu ya DCP, watu ya DCP. Nikisema DCP unasema sikiza ground. DCP na mkuja mchukue tikiti ya DCP. Ile ya UDA imepewa wabunge wale wako kwa viti tayari. Hapo mtachinjwa. Mtakuja?
Asanteni sana, Mungu wabariki. Thank you. Kaine umuhula yake anaendelea kukwisha. Sasa mtapewa fidia siku gani? Wabunge wenu wote wamenunuliwa, hawaongei. Senator haongei, wajumbe hawaongei. Sasa Rigiji atakuwa mtetezi ya Wakipsigis kwa sababu mmedhulumiwa. Harambee! Haya, hapa ni wanta. Hapa Mulot. Kweli? Mulot ni wanta. Ate Mulot mnasemaje? Ate Mulot mnasemaje? Wangapi wanasema Mulot ni one time. Na sisi hatuna ubaya na mtu yeyote. Sisi tunataka wananchi wafanyiwe na watu wapate watu wale walitolewa Mau wapewe pesa yao, waanze maisha upya, si ndio? Na mimi nataka kuhakikishia nyinyi, tukiwa na Kalonzo Musyoka, tukiunda serikali within 6 months, wale wote wa Kipsigis walifukuzwa Mau Forest, tutawapatia compensation, waanze maisha yao. Sio ni sawa sawa? Na hii college ya ICT hapa, nyinyi ndio wataalamu ya mambo ya mtandao. Ile mliahidiwa, sisi tutakuja kufanya, si ndio? Lakini kwa sababu tunaenda safari, tutapanga tukuje hapa tuongee na nyinyi maneno ya ndani. Mnanikaribisha? Na mimi nawapenda, na mimi nataka nihakikishie nyinyi, serikali tutaunda, Wakalenjin watakuwa ndani yake. Hakuna mtu atatenga jamii ya Wakalenjin kwa sababu nyinyi wa Kenya kama watu wengine. Hapa SHA inafanya kazi. Grade 10 watoto wako kwa nyumbani. Nyinyi Wakale mnaumia kama Wakenya wengine. Payslip imekuwa invaded. Wafanyikazi Wakalenjin, Wakikuyu, Wakamba, Wajaluo, Waluya, Mijikenda wote wanaumia. Sasa nyinyi mtaendelea kumia, mmenyamaza. Wabunge wenu wanaogopa kuongea. Senator anaogopa kuongea, anaogopa rais. Sasa kuanzia sasa, mimi ndio mtetezi ya Wakipsigis, hasa wale wako hapa kwa sababu mnaumia. Harambee! Aende asiende? Wacha nione wale wanasema aende. Haya, wacha kiongozi wetu hapa amsalimie kwa kifupi ndio tuelekee. Molote hoye. Nikikupa wiper, mimi ni mtu wa wiper, sio? Utanipa komboa Kenya. Ni wakati ya sisi zote tukomboe nchi yetu. Wiper. Nikisema harambee, kwa sababu Molote ni Kenya, ama sivyo? Mimi nikiwa hapa kwa Wakalenjin, niko nyumbani. Kwanza Chemge. Asante. Hata mzee Justus Ole Tipis akiwa waziri, nilikuwa naenda nyumbani kumsalimia. Kumbukeni miaka yote mimi na mzee Moi tunashikana, si kweli? Hata kuna jamaa moja hapa alikuwa anataka senator, mnamuita Chemabich. Anaitwa nani? Unamkumbuka? Kwa hivyo basi tumewaletea salamu nyingi. Tunaona mnamvua kiasi, lakini vile Rigiji amesema, nyinyi ni Wakenya kama Wakenya wenzenu. Na kwa hivyo mkiona vile mwelekeo wa Kenya ulivyo, msiwachwe nyuma, kwa sababu wanaambiwa nyinyi ni watu wa nyumbani. Hakuna mtu ambaye haumii Kenya hii. Watoto hawaendi grade 10 wote. Na mimi nikiwa waziri wa elimu, nilimpatia kazi Professor the late Dr. David Koech, akaunda muundo mpya wa elimu ambao tuliita TICET, na kulikuwa na utaalamu mkubwa kabisa. Hii ya Ruto alikimbiza mbio, ikaleta shida kwa upande wa education, imeleta shida kwa upande wa SHA, matibabu. Kwa hivyo sisi tukichukua mamlaka next year, nyinyi msiwachwe nyuma. Wangapi atakuwa tayari kuwa mstari wa mbele kama Wakenya wengine? Weka hapa nisikie kama ni one term Kipsigis. Kwanza Kipsigis nyinyi hamuogopi, si unajua hivyo? Hata walikuwa wanasema Kipsigis ni wengi for nothing. Lakini wingi sasa ndio itapindua hesabu ya Kenya. Wa Kipsigis wawe mstari wa mbele kukataa serikali na uongozi ambao unaumiza kila mwananchi. Kenya ni moja, na kwa hivyo tumekuja tukielekea Kisii, na
kule kwingine, tutarudi vile Rigiji amesema, hata tutaenda Kapkatet. Mko tayari kwenda Kapkatet? Kwa sababu uamuzi wa Kipsigis unatolewa Kapkatet, na kuna mheshimiwa Tere na wengine wanasema tuende kule na tutarudi nyuma. Mungu abariki sana, asante kabisa, kongoi sana. Ngoja mheshimiwa Yojini wa Maloa kutoka Ingo, si ndio? Watu wa Mulota Mgeitugu Mlembe. Mnajua hiyo pia? Mjipigia makofi basi. Sisi tunaelekea Kisii na Nyamira, tuna mikutano huko leo na kesho. Lakini tumesema hatuwezi pita hapa Mulot, hatuwezi pita Bomet bila kusalimia ndugu zetu wa Mulot na Bomet. Tumetukaribisha. Sisi tutaka tuambie watu wa eneo hili, Mulot, Bomet, hapa ni Kenya. Rais mstaafu Moi alikuwa anasema siasa mbaya, maisha mbaya. Leo nataka niwaambie sera mbaya, maisha mbaya. Tukiwa na sera nzuri, haijalishi wewe ni wa jamii gani, wewe ni wa dini gani, wewe ni ya chama gani. Wakati tumekuwa na Mwai Kibaki alisema tuwe na free primary education, masomo yakiwa ya bure. Uwe mtoto Mkalenjin, Mkisii, Mkikuyu, Muluya, unasoma bure. Sisi na Uhuru Kenyatta tulikuwa na ile mambo inaitwa Linda Mama. Uwe hapa Mulot, uwe Bomet, uwe Kisii, uwe Kitale, bibi yako akizaa, yeye anazaa bure, wewe uwe mwana bodaboda, uwe mwalimu, uwe polisi, ni serikali inasimamia. Mnakumbuka hiyo? Linda Mama ilikuwa inalinda wamama wote. Lakini wenzetu walipoingia wakabadilisha sera, wakatoa Linda Mama, wakatoa ile Edu Afya. Watoto wenu walikuwa wakigonjeka shuleni tukiwa na Uhuru Kenyatta. Ilikuwa wewe mtoto anatibiwa, unaambiwa tu mzazi, mtoto alikuwa na shida kidogo, ametibiwa, wako sawa. Wenzetu wametoa Edu Afya, wametoa Linda Mama, wameleta kitu inaitwa Sha She Shi Sho. Sisi tumesema mwaka ujao mkituona na huyu Rigiji na huyu Kalonzo, mkitupa heshima kurudi serikalini, tunataka executive order number 1 kutoa hiyo Sha, turudishe Linda Mama, ilinde mama wetu wote. Tuko pamoja? Sasa ndio baadhi ya mambo tunasema tutarudi tena tuwatembelee, na tuko na uhuru wa kutembea popote taifa hili. Tuuze sera zetu hapa Mulot, kule Bomet kama watu wa one term. Watu wa two term wakuje Kitale, waende Kisii, waende Bungoma, wauze sera zao. Because we live in a free country where there's freedom of movement. Pale ile shamba wa Kipsigis wameuawa pale. Na hiyo shamba, huyu Aaron Cheriot wakiwa na rais wamechukua hiyo shamba, wanataka kuweka factory ya miwa. Wa Kipsigis 19 wameuawa pale. Hata rais hakutuma rambirambi, kwa hiyo wa Kipsigis bado wameuawa. Hao wa Kipsigis ni wa Kenya, mbona wanauawa kama kuku? Kwani ni makosa gani wa Kipsigis wamefanya katika Jamhuri ya Kenya? Wanauawa kama kuku, wananyang'anywa mashamba yao. Sisi kama viongozi, imefika wakati tuwatetee jamii ya Kipsigis, wawache kudhulumiwa na serikali ya William Ruto na serikali ya UDA. Harambee! Bomet hoye! Bomet hoye! Nataka tukubaliane, tutatembea pamoja. Tutatembea pamoja. Wacha nione watu ya one term. Tuko na kiongozi wetu hapa, kiongozi maarufu Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Asante Bomet hoye! Hapa ni Bomet. Asanteni. Tumefurahi. Chemge Mesi. Mimi ni Kalonzo. Tumetoka mbali na Kipsigis. Hata nilikuwa na ndugu yangu the late Kones, alikuwa rafiki yetu. Hata alipoaga dunia, Mama Beatrice Kones alikuwa assistant minister yangu. Mnakumbuka huyo mama? Nakumbukeni wote, hata huyu waziri wa Ruto
anaitwa David Chirchir. Nimewahi kwenda kwake nyumbani. In 2007 alikuwa campaign manager yangu, lakini sasa ameenda upande ule. Haidhuru kile ambacho tunasema, na yeye ndiye anahusika na barabara. Juzi Ruto akasema huyu Kalonzo ni bure, ana akili, nitaenda kumwekea lami nyumbani kwake. Yeye kabla aende Sekuru akaweke lami, si aweke ya Kipsigis. Wangapi anasema aweke lami ya Kipsigis kwanza? Harambee! Harambee! Kumbukeni, naona Rigiji ameweka moto kidogo. Kumbukeni, ndugu Rigiji, ngoja jamaa nisikilize. Wewe, asante. Ngoja sasa usikilize Kalonzo. Tumetoka mbali na wajamii wa Kipsigis. Hata wakati mwingine sasa natangaza ili wa Kipsigis waache kuambiwa ni wengi for nothing. Hata nyinyi mnapenda mtu, mnampendea bure tu Chemabuchi. Tena hiyo tutaenda Kapkatet, tufanye mkutano wa Kipsigis, waamue kwamba atakuwa pamoja na Wakenya wenzao. Mimi na dada yangu Sally Kosgei ambaye tulifanya kazi wakati wa Mzee Moi. Yeye alianzisha wakati alikuwa waziri wa elimu. Ninamshukuru sana. Hapa Bomet alianzisha nao wote za National Polytechnic. Hiyo Sally aliweka ingine huko Sekuru. Tumpigie mama Sally makofi, kwa sababu hiyo alionyesha uzalendo wa kuwa pamoja na watu wengine. Kwa hivyo wa Kipsigis, jueni kwamba sisi tuko pamoja na nyinyi. Kumbukeni historia ya Wakamba na Wakipsigis. Mnakumbuka? Hata kanisani tulikuwa zote AIC. Ni kweli si kweli? Alikuwa Bishop Birech, akitoka kuwa Bishop Birech anakuwa Bishop upande ule mwingine Ukambani, sasa ni Mulwa, mwingine alikuwa wakati ule mwingine. Hata kanisani wakati mmoja tulienda na Mzee Moi nchi ya Eritrea, tukaangalia ndugu Rigiji, tukaangalia, I don't know why President Isaias alitupeleka kwa makaburi. Tukaona hapa Kimgetich alizikwa hapa wakati wa vita vya dunia ya pili, hapa Mutua. Tukaona hata kukufa Wakalenjin na Wakamba tulikuwa tunakufa pamoja. Huyo Ruto ndiye ameleta utengamano. Wangama asema tutakubaliana tukae vile tulivyokuwa na jamii yote ya Wakenya. Kwa hivyo msidanganywe. Dunia imeamua vile Rigiji amesema. Majani chai bei yenu imezorota kwa sababu William Ruto ameenda akaingilia kundi inaitwa Janjaweed ambayo inashtakiwa kwa makosa ya uuaji wa dunia nzima. Ni Waarabu ambao wanakuwa kwa juu ya farasi na kuua wananchi wa kawaida. Kwa sababu hiyo kuingilia mambo ya Sudan, serikali ya Khartoum wakasema majani chai ya Kenya hatutanunua. Ndio naona bei inazorota. Kwa hivyo mimi nimekuwa hapa, hata nilikuwa kwa mheshimiwa Mwaga alikuwa anasema pesa mashinani. Wangapi wakumbuka Isaac Ruto alikuwa anasema hivi? Sasa wale watu because my brother Isaac Ruto ni kama amesalimu amri, watu wote wa pesa mashinani waingie Wiper. Nikisema Wiper niambie komboa Kenya. Wiper komboa Kenya. Wangapi katari kukomboa Kenya? Kenya haiwezi kuwa ni ya Ruto na Sudi na mwingine anaitwa ambaye hata anaitwa Faruk, majina hayo. Kwa hivyo Kenya ni yetu sisi zote. Mkituona sisi ni wazee, tunataka kushikanisha Kenya iwe kitu kimoja. Vile wakimbiaji wanaokimbia mbio za kila mahali cross country, champions wa dunia yote wa Kenya ni jamii wa Kalenjin, and we want to celebrate them. Huo msimamo ambao ni umeonyesha wazi vile Mzee Moi na sisi, na hata nimeanza kuelewa. Rafiki yangu Gideon Moi aliitwa na Ruto, akaenda akaambiwa usikimbie, usiwacha kiti ya Baringo ati nitakuweka kwa serikali. Umesikia Gideon Moi kwa serikali ya Ruto? Kwa hivyo hii mambo ya udanganyifu kila wakati ndio sisi tunakataa, na sisi tutaungana
Sasa naenda kwa Kisii, mtaona vile tuashikamana, na anatungojea pale Fred Matiang'i, tulikuwa na Martha Karua, tuko na ndugu Rigiji, mnaona ndugu Eugene Wamalwa. Mshikamano ili Ruto awe one term, hawezi kuiba kura, na hakikishieni Ruto hata kuwa president second term. Na hatuna ubaya na yeye, hatuna ubaya na Ruto kibinafsi. Ubaya ni sera ambazo zimeumiza Wakenya. Hakuna pesa mfukoni, hata ile pesa mashinani hakuna, kila kitu devolution imeharibika. Mungu abariki sana. Kongoi Mising, kongoi. Aya, very briefly, Mheshimiwa Eugene Wamalwa aseme jambo. Bomet hoye! Hebu tusalimiane hewani. Sisi tuliambiwa hatuwezi kanyaga Bomet. Hapa ni Bomet. Umetukaribisha. Hapa kuna watu wa one term. Hebu nione one term. Ai. Kumbe walikuwa wanatudanganya. Nataka niwashukuru sana watu wa Bomet kutukaribisha. Ninyi ni Wakenya wenzetu, na Kenya ni yetu sisi zote, na tuna haki kwenda pahala popote Kenya kusemezana na Wakenya wenzetu, tusikie shida zao na tuwatetee vile tunatetea Wakenya wengine. Sawa? Mimi hapa nimeshangaa sana. Mimi nilikuwa kwa serikali na Bwana Ruto na Bwana Uhuru Kenyatta. Hapa Bomet tulikuwa tumesema, nikiwa waziri wa maji, tuliweka mipango ya Boston Dam. Mnakumbuka Boston Dam? Naambiwa hadi sasa Boston Dam haijajengwa. Hiyo ni kweli? Hakuna maji? Tuliambiwa mna shida ya daraja. Hii daraja yenu hapa, si ndio? Nimeelezwa hii daraja imeua watu wengi. Bwana Ruto aliahidi atatengeneza. Alisema hakusema? Amewatengenezea daraja? Mimi nimeambia Bwana Ruto anakimbia kule Nithi, kuna daraja kama yenu imeua watu hapa. Kule Nithi pia kuna daraja imeua watu. Nimeona anakimbia huko kupeleka mabilioni, na kumbe amesahau nyumbani. Si hapa pia ni Kenya? Si Kipsigis pia wanahitaji maendeleo? Sisi tumesema vile Rais Moi alikuwa anasema, siasa mbaya maisha mbaya. Leo tuko Bomet kuambia Wakenya wenzetu wa Bomet County, sera mbaya maisha mbaya. Sera nzuri ni kama mvua hii. Mnaona mvua ikinyesha inanyeshia kila mtu. Uwe na nyumba ya gorofa ama nyumba ya nyasi unapata mvua, si ndio? Uwe na ekari 100 ama ekari 20 unapata mvua. Sawa? Ndio sababu tumesema ile sera mbaya Bwana Ruto ameleta. Sisi na Uhuru tulikuwa na linda mama kwa sekta ya afya. Bibi yako hapa Bomet, uwe mwana bodaboda, uwe mwalimu, uwe daktari, uwe hata polisi, bibi akienda kuzaa kwa hospitali ya serikali anazaa bure. Mnakumbuka? Hiyo ndio ilikuwa inaitwa linda mama. Ilileta usawa. Na sasa jamaa wetu wametoa linda mama, wameleta kitu inaitwa sho. Inafanya kazi kweli jamani? Iende siende? Sisi tumesema tunataka tushikane na jamii ya Wakalenjin. The Kalenjin nation is suffering as much as the greater Kenyan nation. Gharama ya maisha ikipanda, hii mafuta ikipanda hapa, ukienda kama Mkale utanunua hiyo mafuta ya bei ghali. Nina rafiki yangu anaitwa Kipkorir, alisema Wamalwa, mimi kuwa Mkale hainisaidii, sababu ugali ikipanda hakuna ugali ya Mkale, si bei ni moja. Hakuna mafuta ya Mkale, si bei ni moja. School fees ikipanda university, watoto wenu, tukibadilisha sera ya higher education funding, ikiwa sera mbaya Kitale, ni sera mbaya hapa Bomet. Kweli si kweli? Hiyo ndio tumesema next year. Huyu Gachagua amekuwa deputy president, amekuwa kwa serikali. Huyu Kalonzo amekuwa vice president, amekuwa kwa serikali. Mimi Wamalwa nimekuwa waziri. Tunajua uzuri wa sera nzuri. Kibaki aliposema free primary education, ilikuwa ni kwa watoto wote wa Kalenjin, wa Kisii, wa Kikuyu, wa Luhya. Hiyo ndio sera tunataka turudishe. Mtatunga mkono jamani? Asante, Mungu awabariki, tutembee pamoja budu sana tukisema Harambee. Harambee. Asante, Mungu awabariki. Tumesikizana hapa Bomet.
kwa sababu William Ruto anaangalia TV. Tupatie ujumbe kutoka Bomet ya Kipsigis, ako kwa hii kamera. Mwambie wewe Ruto, wewe Ruto, kabla hujaenda Sekuru kujenga barabara ya Kalonzo Musyoka, kuja hapa Bomet nyumbani ujenge barabara za nyumbani, si ndio? William Ruto wa Kipsigis wa Bomet wanakuambia kabla hujajenga stadium ya Mandera, kuja hapa nyumbani Bomet ujenge stadium ya Bomet. William Ruto, hawa Kipsigis wakiwa Bomet wanakuambia ukidanganya Wakenya wengine, hapana danganya watu ya nyumbani. Hawa wa Kipsigis wameniambia nikuambie, ulipokuwa hapa ulisema ng'ombe usiulizwe, utalete wewe mwenyewe. Wanauliza sasa ni mwaka 4 unaendelea kwenda nyumbani, hii ng'ombe ya Kipsigis ulisema utalete siku gani? Pia wamesema kuna daraja hapa imeua watu siku mingi, hata kama hutaki kusaidia wa Kipsigis kwa kazi nyingine, kuja haraka ujenge hii daraja ya hao watu ya Bomet, watoto waache kukufa. Tumemwambia tumemwambia, tumekubaliana. Ati anasema ati wa Kipsigis na Wakalenjin kazi yao tu ni kupiga kura. Kama Ruto amekula, kama Murkomen amekula, kama Faruk amekula na Oscar Sudi amekula, hata wa Kipsigis wote wamekula, wameshiba. Kuna kitu nyingi mmekula? Kuna kitu mmekula? Huyu jamaa anataka kiti? Anataka kiti? Kiti gani anataka? MCA padisha hapo. Hada hapo juu. Hada hapo. Wacha pande. Haya baada hapo. Haya ongea kutoka hapo. Panda hapo juu, panda hapo juu. Haya ongea kutoka hapo. Bas. Harambee! Harambee! Kwanza kabisa napenda nikushukuru aliyekuwa deputy wetu Rigathi Gachagua. Karibu sana Bomet. Karibu sana Kalonzo Musyoka. Karibu sana Eugene. Hapa Bomet Rigathi Gachagua tuko na wewe pamba tu pamba. Tuko na wewe pamba tu pamba. Wakazi wa Bomet kuliahidiwa vitu mingi. Ukiwa ndani kwa hiyo serikali, lakini ulipotoka tujaona chochote. Katika eneo letu pa Bomet, umepitia Mulot, umeona barabara, highway yote iko na poto. Umeona daraja hapa, amekufa watu wetu kwa hiyo daraja. Lori akipita hii wana bodaboda Rigathi Gachagua tumepoteza wengi. Na Wasiri anatoka jimbo letu la Bomet. Tunashangaza. Harambee! Sasa kitu watu wakaaji wa Bomet amesema Rigiji, hii safari si wakaaji wa Bomet. Ukitoka Kisii, pangia sisi safari ya Bomet. Tulikupigia kura 100%. Hatuna lawama. Tulikaa St. Pakita wakati wa kupiga kura ya public participation. Watu wa Bomet wote walikataa uimbijiwe. Tulikataa kuimbijiwa Rigathi Gachagua. Hatuna shida na wewe na hii wakaaji wote. Wabunge na wale wenye walifanya vizanga zao, wewe ni rafiki yetu na tunakuunga mkono mpaka dakika ya mwisho. Ukweli sema. Asante sana. Wewe jamaa anatosha atoshi. Apewe asipewe. Ainuliwe asiinuliwe. Akuja kwa chama ya DCP. Mtamchagua? Kabisa. Wangi wangapi watamchagua MCA? Asante sana. Thank you very much. Asante sana. Tumekubaliana. Mmenialika nikuja mkutano kubwa ya hapa ya Bomet masaa ya saa 8. Siku gani mzuri ya mkutano? Jumapili ama Jumamosi? Jumamosi. Basi mvua ikitulia nitatangaza mkutano kwa redio, tukuje tuongee mambo yetu. Nyinyi wa Kipsigis ni watu yangu na sitakubali muumie. Tangu nitoke mambo yenu imeharibika. Hao wabunge wote maseneta wamesahau nyinyi. Waende wasiende? Wangapi wanasema seneta MP waende? Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you. Tuko hapa na mjumbe wa Isambu anaitwa Kamanda Mwafrika, mpigie makofi. Asante.
Na Kisii leo tunaenda kuuza sera zetu. Mnakubali turudi tena tuwatembelee? Tuje Kapkatetwe na mkutano mkubwa. Tuongee na jamii ya Kipsigis, jamii ya Wakalenjin. Sababu maisha yakiwa magumu, gharama ikipanda juu, mafuta ikipanda, nauli ikipanda, inatupandia sisi wote. Nina rafiki yangu anaitwa Kipkorir. Nilimuuliza nikamwambia, wewe unaona mambo yako sawa? Akasema, Wamalwa, ukale si ugali bwana. Bei ya ugali ikipanda inapandia hata mkale pia. Kwani si kweli? Asante, Mungu awabariki kutukaribisha. Asante, tumekubaliana watu wetu. Si mimi ndio nisaidia William Ruto akuwe rais. Ni mimi, si mimi. Ni watu ya mlima, si watu ya mlima. Akatutenga, akatusaliti. Akasema hana haja na sisi. Sasa sisi tumeamua vile tulimsaidia tutapeleka yeye nyumbani. Si ndio? Mimi nilimuuliza hii Wakale walikupigia kura watakula siku gani? Anasema yeye kama Ruto amekula, Murkomen amekula, Faruk na Sudi, ati Wakale wote wamekula. Kuna kitu kumekula nyinyi? Si mnaumia kama Wakenya wengine? Yeye pale State House amefungulia watu ya mlima. Wakienda huko kila mtu 10,000. Waluya wamejaa hapo. Wajaluo wamejaa pale. Nyinyi kuna siku stima wanasema ni sawa. Hawa bunge mjitayarishe, muingie DCP, muwafukuze wote waende nyumbani. Amen. Waende nyumbani wasiende. Huyu Senator Sigai ni one time, si one time. Wangapi wanasema Senator Sigai one time. Wacha nichanue nyinyi. Wacha nichanue nyinyi. Pale mlimani, huyu mtu wenu Kasongo tumempangia. Sisi mikutano yake tukienda lazima tulipwe. Mkutano ya Kasongo mlimani kwenda lazima upewe bao 3 ndio uende kwa mkutano. Na kupiga makofi uongezwe 2,000. Na kucheka uongezwe 2,000. Sasa nyinyi watu ya Kipsigis, kwa sababu hamuna barabara, hamuna maji, hamuna stima, hamuna chochote, Kasongo akija hapa mkutano muitishe shilingi 7,000 kwenda mkutano yake kama Wakenya wengine. Si ndio? Mlinisikiza kwa radio? Niliongea ukweli ama uongo? Niendelee siziendelee? Mimi nataka niseme watu ya Kipsigis, mlinipigia kura, mimi nitakuwa mtetezi wenu. Kwa sababu wabunge wenu haongei, Senator haongei, President haongei juu yenu. Riggy G mwenyewe ambaye mlipigia kura atakuwa mtetezi ya jamii ya Kipsigis, wasiendelee kuumia vile wanaumia kwa sababu nyinyi wa Kenya. Harambee! Aende asiende? Hata nyinyi mmeamua? Nani aliua Gen Z? Nani aliua Gen Z? Nani amesema vijana wapigwe risasi kwa mguu? Sasa huyu jamaa, sisi hatuna shida na jamii ya Wakalenjin, hatuna shida na Wakipsigis. Shida ya Wakenya ni mtu mmoja anaitwa William Ruto. Lakini Wakipsigis ni wangwana. Siku Kipkaria Kones alikuwa waziri, alifanya kazi, Wakipsigis wakaheshimika. Si ndio? Taita Toeta alikuwa waziri wa Kenyatta, akafanya kazi. Nyinyi mmetoa viongozi wa maana. Siku rais ameenda kutafuta ODM, amenyang'anya Wakipsigis kiti yao ya Kericho, akapeana kwingine. Na nyinyi ndio mlipiga kura. Na mimi siku nilipigwa ati naongea shares, nilikuwa natetea watu ya Kipsigis wapate haki yao kwa sababu walipiga kura kwa William Ruto. Harambee! Harambee! Mugari muka UDA. Mugari muka UDA. Iende isiende? Mimi nataka kuuliza nyinyi kwa heshima, ndio mpata viongozi bora bila kuibiwa tikiti, muingie chama chetu cha kitaifa, chama cha DC. Wacha nione watu ya DCP, watu ya DCP, watu ya DCP. Mimi nimefurahi sana, nilikuwa tunapita tukiwa na viongozi. Mimi nataka nikuje hapa nipatie nyinyi maneno mpaka masikio ikuwe moto. Mnataka nikuje? Tualike mkutano kubwa, tuongee mambo yetu. Mimi nimwambie nyinyi watu ya Kipsigis, rais amedhulumu nyinyi. Amesema nyinyi kazi yenu ni kupiga kura peke yake, ati sio lazima mfanyiwe kazi. Mtu anachagua rais ajengewe barabara, awekewe stima, watoto wasome. Kwani kazi yenu tu ni kupiga kura?
Kazi yenu ni kupiga kura. Mumetumika vibaya miaka mingi, si ndio? Pale ile shamba wa Kipsigis wameuawa pale, na hiyo shamba huyu Aaron Cheriot wakiwa na rais wamechukua hiyo shamba, wanataka kuweka factory ya miwa. Wa Kipsigis 19 wameuawa pale, hata rais hakutuma rambirambi. Kwa hiyo wa Kipsigis bado wameuawa. Hao wa Kipsigis ni wa Kenya, mbona wanauawa kama kuku? Kwani ni makosa gani wa Kipsigis wamefanya katika Jamhuri ya Kenya? Wanauawa kama kuku, wananyang'anywa mashamba yao. Sisi kama viongozi, imefika wakati tuwatetee jamii ya Kipsigis, wawache kudhulumiwa na serikali ya William Ruto na serikali ya UDA. Harambee! Bomet hoye! Bomet hoye! Nataka tukubaliane, tutatembea pamoja. Tutatembea pamoja. Wacha nione watu ya one term. Tuko na kiongozi wetu hapa, kiongozi maarufu Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Asante Bomet oye! Hapa ni Bomet. Asanteni. Tumefurahi. Shenge Messi. Mimi ni Kalonzo. Tumetoka mbali na Kipsigis. Hata nilikuwa na ndugu yangu the late Kones, alikuwa rafiki yetu. Hata alipoaga dunia Mama Beatrice Kones alikuwa assistant minister yangu. Mnakumbuka huyo mama? Nakumbukeni wote, hata huyu waziri wa Ruto anaitwa David Chirchir. Nimewahi kwenda kwake nyumbani. In 2007 alikuwa campaign manager yangu, lakini sasa ameenda upande ule. Haidhuru kile ambacho tunasema, na yeye ndiye anahusika na barabara. Juzi Ruto akasema huyu Kalonzo ni bure, ana akili, nitaenda kumwekea lami nyumbani kwake. Yeye kabla aende Sekuru akaweke lami, si aweke ya Kipsigis. Wangapi anasema aweke lami ya Kipsigis kwanza? Harambee! Harambee! Kumbukeni, naona Rigiji ameweka moto kidogo. Kumbukeni, ndugu Rigiji, ngoja jamaa nisikilize. Wewe, asante. Ngoja sasa usikilize Kalonzo. Tumetoka mbali na wajamii wa Kipsigis. Hata wakati mwingine sasa natangaza ili wa Kipsigis waache kuambiwa ni wengi for nothing. Ati nyinyi mnapenda mtu, mnampendea bure tu Chemabuchi. Tena hiyo tutaenda Kapkate, tufanye mkutano wa Kipsigis, waamue kwamba atakuwa pamoja na Wakenya wenzao. Mimi na dada yangu Sally Kosgei ambaye tulifanya kazi wakati wa Mzee Moi. Yeye alianzisha wakati alikuwa waziri wa elimu. Ninamshukuru sana. Hapa Bomet alianzisha nao wote za National Polytechnic. Hiyo Sally aliweka ingine huko Sekuru. Tumpigie mama Sally makofi, kwa sababu huyo alionyesha uzalendo wa kuwa pamoja na watu wengine. Kwa hivyo wa Kipsigis, jueni kwamba sisi tuko pamoja na nyinyi. Kumbukeni historia ya Wakamba na Wakipsigis. Mnakumbuka? Hata kanisani tulikuwa zote AIC. Ni kweli si kweli? Alikuwa Bishop Birech, akitoka kuwa Bishop Birech anakuwa Bishop upande ule mwingine Ukambani, sasa ni Mulwa, mwingine alikuwa wakati ule mwingine. Hata kanisani wakati mmoja tulienda na Mzee Moi nchi ya Eritrea, tukaangalia ndugu Rigiji, tukaangalia, I don't know why President Sayas alitupeleka kwa makaburi. Tukaona hapa Kimgetich alizikwa hapa wakati wa vita vya dunia ya pili, hapa Mutua. Tukaona hata kukufa Wakalenjin na Wakamba tulikuwa tunakufa pamoja. Huyo Ruto ndiye ameleta utengamano. Wangama sema tutakubaliana tukae vile tulivyokuwa na jamii yote ya Wakenya. Kwa hivyo msidanganywe. Dunia imeamua vile Rigiji amesema. Majani chai bei yenu imezorota kwa sababu William Ruto ameenda akaingilia kundi inaitwa Janjaweed ambayo inashtakiwa kwa makosa ya uuaji.
Morning.